kutamea promotion, kutamea business opportunity, whatever you desire that in that land to blossom, I tell you, it will begin to blossom kwa sababu ya uvuvio wa Roho Mtakatifu. Aliniambia, what you need is to be revived in your prayer life, to be revived kabisa in your spiritual life, in your fellowship with the Holy Ghost. Whether it's dead, it has to be blossomed. Bwana asifiwe. God is good and all the time, and that is His nature. I take this privilege to welcome each and every one of us, those who watches us from every social media platform. I welcome each and every one of you, for the Lord has got great things in store for you and me. Bwana awabariki. Niko na ujumbe ambao Bwana amenipatia. Haleluya. Ungepatia Bwana makofi. Majina yangu ni Daniel Jenga Maigwa, nimeokoka. Yesu ni Bwana, na mimi ni bwana wa mke mmoja na watoto wawili, and I give God all the glory. Hallelujah. So I would like us to draw all the attention to the word I'm about to release in my spirit. Na tutatoka hapa tukiwa tumebarikiwa, tukiwa tumejazwa upya. Amen. Wangapi wangependa Bwana akawajaze mara ingine? Hallelujah. I can see few of you. Are you ready to be anointed afresh? Hallelujah. Kwa hivyo, this is your day ambayo Bwana ameifanya ili tukaweze kuingia katika hema ya makutanio, to have an appointment with God. I'm talking the creator of heaven and earth, not to have an appointment with the great and mighty of this land. No, we are talking about the God who reigns in heaven and even on this earth. That's the appointment we are about to have. Praise the name of the Lord. I've been given few minutes to give out the message of the Lord, and I will surely utilize the time I'm given so that the Lord may accomplish what He has spoken. Nataka ukaweze kwa haraka kufungua katika kitabu cha Acts, the book of Acts, chapter number 1, verse number 8 only. If you are there, sema amen. The book of Acts, chapter number 1, verse number 8. Na inasema hivi: but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Nisome tena, sababu
Ni verse moja tu. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the world, of the earth. May God bless his word. Nataka kuachilia ujumbe ambao kichwa chake ni uvuvio na matukio ambayo inayoambatana na uvuvio. Revival with the manifestation that goes along with it. Praise the name of the Lord. We are in the days which are full of darkness and all kinds of demonic reign. Utawala wote wa kutoka kuzimu, kutoka kwa anga za juu, kutoka kule nchi kavu, kutoka kule bahari, ndio unadhihirika. Lakini Biblia imesema ya kwamba in the last days I will pour out my spirit on all flesh. Your young men and women will dream, and even unto my servant they will be visited by the power of God. Am I talking to a people which are so hungry, they are so serious for the last wave of revival? Hallelujah. Uvuvio unakujaga wakati hakuna suluhu, wakati mambo imesambaratika, wakati tauni zinatawala, wakati utawala wa giza ndio unatawala. Lakini uvuvio ukishatua, all things are going to change. Biblia inasema hivi, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Let me say something. This world is so populated. Ulimwengu huu kuna nguvu aina yote za utawala wa giza na wa kuzimu. Cannot be able to prevail. Hatuwezi kastahimili hizi nguvu bila the power ambayo Bwana alituahidi ya kwamba tutakapopokea Roho Mtakatifu. That's the key. That's the key which will open, my God. It will unlock the floodgates of the power of God. The Holy Spirit. Have to align ourselves, to position ourselves in a way when the Holy Spirit comes on us, we are going to break out, tutainuka tukiwa tumejawa na nguvu za Bwana. There are all sorts of negative powers at work even right now. Nguvu za kila aina yote ndizo zinafanya kazi. Lakini watch this. Walikuwa wameambiwa, tulieni na mujitayarishe kwa sababu ya safari ambayo mutakayoifunga ya kuhubiri Injili. Mutakubana na dubu, mutakubana na simba,
mtakubana na wanyama wakali, na ikiwa hamutakuwa na nguvu, mutameswa. Praise the name of the Lord. The Lord spoke to me to speak about the days ahead, what lies ahead of us. He told me to say ya kwamba nguvu zake zitakuwa dhahiri juu ya kila mmoja ambaye atakayejazwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu what lies ahead of us haitakuwa rahisi. Along the journey ahead of us, katika safari ambayo iko mbele yetu, haitakuwa rahisi. You need the activation of God's power, which is triggered by the Holy Spirit baptism. Ni Roho Mtakatifu akija juu yako, ni mpaka ukaweze kupata kuona the manifestation of that power, mpaka uone madhihirisho ya hiyo nguvu. Praise the name of the Lord. Walipopokea nguvu na kuambia hawa mitume, walikubana na kila aina yote ya changamoto. Wengine walihubiri injili katikati ya upinzani mkali sana. Haleluya! Unatishwa kwa kuuliwa, lakini kwa sababu ya uvuvio walikuwa na nguvu ya kustahimili changamoto, kupigana wakati ambao ulikuwa mbaya sana. They challenged the witches and the wizard. Walifungwa katika jela, walitishiwa maisha yao, lakini hata ingawaje walikuwa wanapitia hali kama zile, hawakuacha kuhubiri, hawakuacha Yesu na nyuma. Kwa nini tunamwacha na nyuma wakati dhuruba zinainuka, wakati upepo unavuma, wakati magonjwa inainuka? Kwa nini tunakaa ni kama tunakosa tumaini, tunakosa imani? Kwa sababu hatuna nguvu. Because kwa ajili tumepungukiwa na nguvu za Bwana. Kwa nini tumepungukiwa? You know why? Because we have disassociated ourselves from the Holy Ghost. God is the source of that power, my God. Jesus is the carrier of that power. Hallelujah. And the God, the Holy Ghost, is the one who releases, is the one who gives out that power. We have the source, we have the carrier, and we have the one who manifests that power, the Holy Spirit. You know what you need? For you to come out of whichever bondage, out of the grip of your adversary, it's the power of God, which you can only get the access by the relationship, my Father, the intimacy, spending quality time and quantity time while mending your relationship with the Holy Ghost. Unatumia wakati mwingi kwa kusumbuka kwa mambo ambayo ni ya huu
ulimwengu. Tunatumia wakati mwingi kwa kuongea sana with less actions. I'd rather talk less and do much more. Praise the name of the Lord. Roho Mtakatifu, he is a gentleman. Bwana asifiwe. Anapenda uhusiano. Anapenda kuwa na wakati. Bwana asifiwe. Spend time with the Holy Spirit. Listen unto him. Hawa watu wengine ambao ni mitume walichinjwa na hawakuacha imani yao ndani ya Yesu. Wengine walipitia maji makuu. Akina Paulo, they were caught up and marooned in turbulence. Walifumaniwa na kila aina yote ya upepo wa bahari. Hata mahali kwingine alisema paka tukakaa tunakufa tumaini. Lakini huwa usiku Bwana aliachilia malaika, akanena na Paulo akamwambia, ingawaje merikebu ambayo mnaosafiria ya kwenda kule Roma itasambaratika, but none of you, even the strand of your hair will perish. None of you. Ona ruswire rwajwire yanyu rutire rukorera. To have the Holy Spirit. You will testify. You will witness the great and marvelous works that will go along with that power that you will receive when the Holy Spirit will come upon you. Roho Mtakatifu hawezi kuja juu yako ubaki ukiwa mfungwa. Hawezi kuja juu yako ubaki kuwa wewe you are beggar. Praise the name of the Lord. Oh, Holy Ghost hawezi kuja juu yako ubaki unakiri magonjwa, unakiri ufukara, unakiri kila aina yote ya kufinyiliwa. There has to be an extraordinary change. Praise the name of the Lord. Talking about the power ambayo huwa inaandamana na wakati Roho Mtakatifu amekuja juu yako. Tusikubali kunyanyasa na kuvingilia the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. God is bringing and restoring the church back to the days of revival, which there used to be manifestation of miracles, signs and wonders happening in the house of God. Hallelujah. There used to be great things. There used to be people testifying vile ambavyo yani Roho Mtakatifu aliwatokea katika ndoto, akafanya surgery, akafanya na operation, akatoa uvimbe, akatoa magonjwa. Ziko wapi nyakati kama zile? Nyakati za mitume walikuwa wanaponya watu na their shadows, kivuli.
Yaani hawa watu walikuwa wamejazwa na Roho Mtakatifu hivi kwamba hata kivuli chao kikabadilisha kuwa mtu wa kawaida. My God, kikawa kivuli cha Roho Mtakatifu hivi kwamba pale walikuwa wanapitia, wagonjwa walikuwa wanaponywa kutokana na kila aina yote ya magonjwa. My Father, give us the days of revival. Kwa naomba usiku wa manane, si Bwana kule tulikuacha turejeshe. Maombi tuliacha, yacha kutafuta uso wa Bwana, yachana na kutengana na Roho Mtakatifu. Praise the name of the Lord. You will receive power. What you need, it's the power. It's the power that we need, so that whatever power, either it's of the dark world or under the most part of the world, they cannot be able to withstand the power upon us. Bwana asifiwe. You know what he's told me? Kutakuwa na wingu. Kutakuwa na wingu hapa kanisani ambao limebeba mvua. Limebeba mvua. Hiyo wingu itakuwa imeziba. Na wakati itakapo anza kunyesha, usikubali kubaki mahali upo kukaukiwa na ulimwengu. Wacha the drops of that rain of revival hit your life, so that every dry place will begin to be fertile. Every parched land kutaanza kuyeyuka. Whatever is in your life that is lifeless, when that little drop of the rain of revival falls on you, utaanza kuona vitu vimeanza kuchipuka. You will begin to see life where there was no life. Whether it's your business, it's your marriage, it's your career, whatever it is, that there was no life, utaanza kuona uhai ukionekana. Kwa sababu utakuwa na wingu. And every drop of that revival, of that rain, it has a specific assignment to carry out into your life. Praise the name of the Lord. You will receive power when the Spirit comes on you. Kiwa umekamatwa na nguvu za giza, utatoka. Haleluya. Zitakuachilia. Kile ulikuwa unang'eng'ania, ndio sasa kitakuwa cha kung'eng'ania kukupata mahali utakuwa. Whatever you were struggling to get, it's what will begin to struggle to locate you. Kiria uragiginyanagira, kiria kiratumaga uhinyiririke, kiu nikyo gikwanja kugiginyana gigwethe kuria we uri. That's the power of the Holy Spirit. He is the one has got the mandate to reveal the power of the Most High God
Praise the name of the Lord. In a few, I have about 5 minutes. And in a few minutes, hapa kutakuwa na wingu. It will be very dense. And the rain ambayo itakayo kunyeshea, ule uvuvio ambao utakao toka nao, maombi utakuwa unaomba usiku. Sababu siku hizi kwenye kulivyo na venye we have suffered spiritual fatigue, spiritual exhaustion, hivi kwamba tumechoka kwa hali ya kiroho. We no more pray, we no more do fasting, we no more spend time to seek the face of God. That fatigue will be driven out of your life by the power of the Holy Spirit. Which praise ambayo ambako kumekauka. Ni kweli kumekauka. Unajaribu kufanya hii, hakuna results ambazo unapokea. I am talking about the rain of revival of the Holy Spirit. Huko kumekauka, utaanza kuona shamba yako ikimea vitu ambazo haungedhani zitamea. Bwana asifiwe. Kutamea promotion, kutamea business opportunity, whatever you desire that in that land to blossom, I tell you, it will begin to blossom. Kwa sababu ya uvuvio wa Roho Mtakatifu. Aliniambia, what you need is to be revived in your prayer life, to be revived kabisa in your spiritual life, in your fellowship with the Holy Ghost. Whether it's dead, it has to be blossomed. Wala asifiwe. Ni kweli unaweza jipata ukiwa so spiritually exhausted, so fatigued. But watch this. When the drops of rain of revival begins to fall on you, you are not going to be just as the same as you are. Wala asifiwe. There is going to be manifestation of revival. Hallelujah. Manifestations of revival. Hii ni matukio inayoambatana na uvuvio. Wakati tutaingia na uvuvio. Hatutatishwa. We are not going to fall into intimidations of the enemy. We are not going to give in to the threats of the enemy. Kwa ajili ya nini? Kwa sababu tutakuwa revival carriers, revival manifestors. Hallelujah. We are walking, we are going into the days ambazo zitakuwa baya zaidi ya venye unavyoona. Lakini hatutaingia hizo masiku, hatutaingia huu ujira venye tulivyo. Hallelujah. Tutaingia tukiwa na ujazo wa Roho Mtakatifu. Ikiwa kuna magonjwa itayeyuka yenyewe. It's not going to withstand the power of the Holy Ghost in you. Ikiwa kuna ukakamavu mahala popote pale, katika biashara, katika mambo yako kuna ukakamavu na kuna kung'eng'ana, utaona mvua ikinyesha. I am prophesying to the days ahead of you. I am pushing you to the next level, to the dimension ambayo uvuvio utakuwa so tangible. Yani utaona na itakuwa dhahiri ya nguvu za Bwana kufanya kazi katika maisha yako. Hautang'eng'ana, hautapokea ripoti mbaya ati ukaweze kuwa intimidated. Praise the name of the Lord. Whatever comes along the way,
sababu things will happen. Kuna mambo huwezi zuilia, itafanyika, lakini itakupata ukiwa una ujazo mpya. Bwana asifiwe. Haleluya. Hautang'ang'ana kwa sababu mvua itanyesha, kutakuwa na mvua. And he spoke to me and told me the days ahead of us, they are going to be very tough and they are going to be very difficult. But what will cause us to prevail and to make it to the other side, it's by the power of God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo what we need is that fellowship of the Holy Spirit. Mambo yote ambayo ni chukizo kwa Roho Mtakatifu, achana nayo. Kuongea sana hakutabadilisha mambo. Speaking negative things, it will make matters worse. But speaking positive, even if you are in the midst of trials and tribulation, I tell you, you will make it. You will emerge being more than conqueror. Hallelujah. For those of us, wherever you are watching us, maybe you are in a place where there is dryness. You are in a place where you are so exhausted. There is no rain falling on you. I pray for rain to begin to fall. The rain of revival. Receive it in Jesus Christ. Every drop counts katika jina la Yesu Kristo. Kule ulikuwa umekaukiwa, will begin to blossom. You are blessed